Swala la msingi huwa linaulizwa, kwa nini turbo zinakufa kabla ya engine, wakati turbo ina maisha sawa, ina lifespan sawa na engine, au wakati mwingine kuna turbo ambazo huwa zina lifespan zaidi ya engine, inaweza ikaishi zaidi ya engine. Sasa kwa nini huwa zinakufa mapema? Sasa kabla tujajibu hilo swali, naomba tujifunze kwanza jinsi gani turbo inafanya kazi, au kwa wale ambao hatamjui turbo ni nini, tuelezane hapa. Okay, turbo kimsingi ni kifaa ambacho kinaongeza nguvu kwenye engine au kinasaidia engine ifanye performance ya juu zaidi kuliko ambayo ni kiwango chake cha kawaida. Sasa nitajaribu kusketch hapa kwa urahisi ili tuelewane kwa haraka. Sasa assume hii block hapa niliyochora, hii ni engine. Alafu kwa kawaida turbo huwa ina fan mbili au huwa ina pande mbili. Kwa hiyo ngoja nichoree hapa, tuchore fan mbili. Assume hivyo. Sawa. Na hizi fan huwa zimeunganishwa na shaft hapa. Kuna shaft hapa imeunganisha kwamba hii ikizunguka na hii inazunguka kwa wakati mmoja. Sasa engine huwa inazalisha nguvu kwa kutumia hewa na mafuta. Kwa hewa na mafuta ndivyo vinavyofanya tunapata nguvu kwenye engine. That means kama tunataka kuongeza nguvu, kama turbo manake huwa inaongeza nguvu kwenye engine, that means lazima tuangalie namna ya kuongeza hewa na mafuta. Sasa tuangalie how does turbo inafanya hii kazi. Sasa hapa manake tuna hewa, tuna air na fuel, si ndio? Sasa hewa na fuel zikichomwa hapa kwenye engine zinazalisha exhaust gas ambazo huwa zinakuja wapi? Hizi exhaust gas zinakuja kwenye hii fan ya kwanza. Hii fan ya kwanza inazunguka, ikizunguka exhaust gas ambazo zinakuwa tayari zimezidi au hazihitajiki tena kuendelea kuzungusha fan kulingana na kiwango cha turbo ambacho ina perform, huwa zinatolewa nje sasa kwenye exhaust ya gari ya kawaida. Kwa hii ikizunguka that means na hii inazunguka. Lakini hii upande wa pili wa turbo, hii fan ya pili ikizunguka, yenyewe ikizunguka nini inafanya? Inavuta hewa kutoka nje. Sawa? Hewa kutoka nje inarudi wapi? Ndani. Hiyo hewa kutoka nje ikivutwa kurudi ndani. Sasa ikifika hapa ikizungushwa kwenye hii fan ina act pia kama compressor au huwa ina compress air. Ikicompress air tunarudi tena darasani. Hewa ikiwa compressed, hewa ni gas. Ikiwa compressed nini kinatokea? Ina expand. Na oxygen of course inapungua. So inakuwa tena sio nzuri sana kwa ajili ya kufanyia combustion ndani ya engine. Kwa nini kinatokea? Ikiwa compressed hapa inapita kwenye kitu tunakiita intercooler. Kuna kifaa kinakuwa hapa. Kinaita intercooler. Hii intercooler inafanya kazi ya kupoza hii hewa ili irudi kuwa nyembamba na iwe na oxygen nyingi. Na ikishapozwa manake ikiwa nyembamba na ikiwa na oxygen nyingi inaweza kuwa pushed kwa wingi na inakuwa iko fitable, iko vizuri kwa ajili tena kuja kufanya combustion au of course sasa mwisho siku inaingia kwa wingi ndani ya engine. Ikiingia kwa wingi ndani ya engine manake mafuta mengi zaidi yanaingia na nguvu kubwa inazalishwa. So hii mzunguko huu ndio unasababisha, kwa maneno mepesi kabisa hapa nimetumia, ndio unasababisha engine inazalisha nguvu kubwa kwa kutumia nini? Turbo. Sasa turudi kwenye swali letu la msingi, kwa nini turbo huwa zinakufa kabla ya engine? Kuna vitu viwili, kuna oil, kuna air. Haya mambo tu makubwa mawili. Oil issues, watu ambao wana turbo engine kuna makosa wanafanya. Kosa la kwanza, kuchelewa kubadilisha oil engine. Lakini pia kuna issue nyingine hapo kwenye oil. Kuna watu unakuta ametoka safari ndefu anafika anazima gari moja kwa moja. Hiyo ni shida. Unasababisha kitu kinaitwa carbon coking. Hii carbon coking ni unapozima gari ghafla, ile oil iliyobaki pale kwenye turbo inachomeka, inatengeneza mabaki, inatengeneza makarbon fulani ambayo yanaziba lubrication parts za kwenye turbo. Kwa hiyo inakuwa ina affect your lubrication parts kwenye turbo. Over time ina clog, inakufa au inaharibika kabisa, ndio kufa kwenyewe sasa. So first big problem ni oil issues. Zingatia sana, mtu unayemiliki turbo engine, zingatia oil issues. Na wakati mzuri pia kufanya service yako ya turbo ni ule wakati umekuja kufanya nini? Service ya oil. Okay, the second part is air. Hapa kwenye air is very simple. Air cleaner, hakisha cleaner yako ni safi, inaingiza hewa safi. Compressor inavuta hewa, hakisha hewa nini? Ni safi. So that's it. Unaweza kuonyesha hapa kuna turbo iko hapa. Kwa hiyo ni turbo ya Mazda na ina kila kitu kama ambavyo tumejiongea. Hewa inaingia ile exhaust inaingia hapa, inatokea kule, na hewa inavutiwa hapa chini, inapita hapa kwenye kwenda hapa, inapita kwenda kwenye intercooler. So na hichi kifaa unavyokiona tu ni karibu milioni kama 500,000 mpaka karibu milioni zingine zinaenda mpaka milioni 900 hizi turbo. Lakini kwa kutokuzingatia tu hivi vitu unaweza kujikuta umeingia gharama ya namna hiyo, unaona, na gari yako ikashindwa kuperform vizuri. So karibuni Motekai, tunafanya replacement za hizi na kwa ushauri mzuri kabisa wa performance ya gari yako. Motekai Intelligence Auto.